وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي، لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي، سنتك هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد، سنتك هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا شفيع المسلمين أنت خير المرسلين، رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد. يا شفيع المسلمين أنت خير المرسلين، رحمة للعالمين يا حبيبي يا شفيع المسلمين. أنت خير المرسلين، رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد. لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي، لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي، فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي باتقوا الله عز وجل طاعته. Enyi ndugu zangu Waislamu, na usieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii. Ndugu zangu Waislamu, mada yetu ya leo ni haki na wajibu wa walimu na wanafunzi katika kutafuta elimu. Uislamu umeipa elimu nafasi kubwa sana, kiasi kwamba wahi wa kwanza kushushiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni amri ya kusoma. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Al-Alaq aya ya kwanza anasema, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako aliyeumba. Kuna kitu kinaitwa riya. Watu wengi hawasomi kwa jina la Mola wao, wengi husoma kwa lengo la kuwafurahisha watu, lakini hiyo haitakiwi katika dini yetu ya Uislamu. Tunatakiwa kusoma kwa jina la Mola wetu aliyetuumba. Vile Allah anasema katika sura Al-Zumar aya ya 9. Baada ya billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Qul, sema, je, wanaweza kuwa sawa wale wanaojua na wale wasiojua? Jibu ni hapana. Mathalan, kwa mfano, mtu anaulizwa kitu fulani hawezi kuwa sawa na yule ambaye hajui. Hivyo Allah anasisitiza kuwa tafuta elimu ili kujitofautisha na wale wasiojua. Na amesema tena katika sura Mujadala aya 11, Mwenyezi Mungu huwainua daraja wale walioamini miongoni mwenu na waliopewa elimu. Mtu aliyeamini katika Allah subhanahu wa ta'ala na dini yake na mitume wake kumpandisha daraja zaidi ya wale ambao hawajaamini, na vile vile wale waliopewa elimu kuinuliwa daraja zaidi ya wale ambao hawana elimu. Na katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, atakayepitia njia ya kutafuta elimu, Mwenyezi Mungu atamrahisishia njia ya kuelekea peponi. Yule ambaye anakiendea kipengele cha kutafuta elimu katika maisha yake, Allah subhanahu wa ta'ala kumrahisishia njia ya kuelekea peponi. Hivyo ni muhimu kupitia njia ya kutafuta elimu ili tuweze kupata rehema hiyo. Basi
Enyi walimu, nyinyi ni warithi wa mitume katika swala zima la kufundisha na kulea. Mitume wetu walipoondoka waliwaachia jukumu ninyi walimu la kufundisha na kulea. Hivyo tunapaswa kutekeleza jukumu hilo kama walivyofanya mitume waliopita. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna ma bu'ithtu mu'allim, hakika nimetumwa nikiwa mwalimu. Hivyo basi kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitumwa akiwa mwalimu, tunaona mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mitume waliopita ilikuwa ni wenye tabia njema, maadili mema, huruma na uadilifu. Hivyo mwalimu anatakiwa kuwa mfano wa maadili mema, huruma na uadilifu katika kuwafundisha wanafunzi wake. Na vile vile walimu wasisitizwa kuzungumza kauli nzuri aidha na watu ama wanafunzi wetu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura al-Baqara aya 83, waqulu linnasi husna, nasemeni na watu maneno mazuri. Hivyo inawabidi nyinyi walimu hata na watu wengine kuongea na watu maneno mazuri, sio maneno ya hovyo ya kutumia matusi au kashfa. Vile vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake anasema, hakika Mwenyezi Mungu, malaika wake, viumbe wa mbinguni na ardhini, hata asiafu katika shimo lake na samaki baharini, kumwombea mwalimu anayefundisha watu mema. Mwalimu yote yule anayewafundisha watu mema, viumbe tofauti tofauti wakiwemo malaika, hata siafu walioko chini ya ardhi na ndege mbinguni, kuombea dua njema kwake. Hivyo ni muhimu kwenu kuwafundisha watu mema ili kuzipata radhi hizi. Imepokelewa na Imam Tirmidhi. Aqulu hadha qawli wastaghfirullah alazim li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Enyi waumini, naendelea kuhusia katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii. Na vile vile tukumbuke ya kuwa hapana mafanikio ya taasisi yoyote ya elimu pasina kuwa ushirikiano baina ya wanafunzi na mwalimu. Kama Allah subhanahu wa ta'ala anaposema katika suratul Maida aya ya 2, nasaidianeni katika wema na ucha Mungu, wala msisaidiane katika dhambi na uadui. Baadhi ya watu kusaidiana katika maovu, labda kuiba, kufanya zinaa, ulevi na kadhalika. Hiyo haitakiwi. Allah anasisitiza kusaidiana katika wema na ucha Mungu. Wema wote ule, mfano kumuhimiza mwenzako kwenda kuswali, kufunga na kadhalika. Huo ndio unaotakiwa kusaidiana na watu na sio kufanya dhambi na uadui. Hata katika taasisi za elimu tunabidi kushirikiana na walimu wetu katika jukumu zima la kutupatia elimu na kutulea. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, khairun nas anfa'uhum linnas, mbora wa watu ni yule mwenye manufaa zaidi kwa watu wengine. Mbora wa watu ni yule mwenye manufaa zaidi kwa watu wengine, kwani tunapaswa kuwa wenye manufaa zaidi kwa watu wengine na sio kuwa hatuna manufaa. Mfano, unaweza kushirikiana na mwenzako, labda kuna kitu fulani na kifahamu cha kheri, unaweza kumshika na kwenda kumfundisha, baadaye kamsaidia katika maisha yake ya kila siku. Hiyo inakuwa ni umempa manufaa kwake. Kwa hiyo unakuwa katika wale watu bora na sio kusaidiana katika dhambi na uchamungu, dhambi na uadui. Enyi wanafunzi, miongoni mwa haki za mwalimu juu ya mwanafunzi ni heshima. Basi inatupaswa sisi wanafunzi kuheshimu walimu wetu. Na kingine ni utiifu katika mema, kuwatii katika mema na sio katika maovu. Inatupaswa sisi wanafunzi kuwatii walimu wetu katika mema na sio katika maovu, kuwasikiliza kwa makini
kuwasikiliza kwa makini pindi aidha wanapofundisha ama wanapotupa maelekezo, na kuthamini muda wa masomo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura Taha aya 114, waqulu rabbi zidni ilmi, nasema Mola wangu nizidishie elimu. Nasema Mola wangu nizidishie elimu. Inatupasa sisi wanafunzi kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutuongezea elimu. Sio unaona hiyo elimu ulionayo ukasema imekutosha. Hapana. Inabidi kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongezee elimu, kwani haya tulionao bado hajatosha. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, yeyote ambaye Mwenyezi Mungu anamtakia heri kumfanya afahamu dini. Wewe ukiona unafahamu dini ama mtu yote yule anafahamu dini, jua huyo Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia mema. Nipokelewa na Bukhari na Muslim. Mfano tunaweza kuangalizia katika kisa cha Imamu Shafi. Imamu Shafi alikuwa akimheshimu sana mwalimu wake Imam Malik, kana kwamba alipokuwa akienda kujifundisha kwake alifunua taratibu kurasa za kitabu chake kwa kuhofia ile sauti ya kitabu isimkele mwalimu wake. Hii inatufundisha kuwa adabu ni ufunguo wa elimu yenye baraka. Siku hizi wanafunzi wamekuwa watovu wa nidhamu. Mwalimu anaingia darasani bado anapiga makelele, lakini Imam Shafi hakufanya hata kutikisa kurasa za kitabu chake. Basi inatupasa sisi kuwasikiliza walimu wetu kwa makini wanapokuwa madarasani ili tuweze kupata elimu yenye baraka. Na pia katika kisa cha Nabii Musa alayhi salatu wasalam, na hivi Mwenyezi Mungu anatueleza katika suratul Kahfi aya 66, nikufuate ili unifundishe katika yale uliopewa katika uongofu. Nabii Musa alayhi salatu wasalam alimfuata mwalimu hivi na kwenda kumwambia, nikufuate ili unifundishe katika yale uliopewa katika uongofu. Japokuwa Nabii Musa alikuwa na cheo kama mtume, vile vile alikuwa ni mtume mwenye nguvu, lakini alijishusha mbele ya mwalimu hivi kwa kutaka elimu. Hii inatufundisha sisi kuwanyenyekea walimu wetu, hata kama tunawazidi labda kifamilia, familia zetu zinakuwa na uwezo zaidi ya walimu wetu. Hatupaswi kuwadharau walimu wetu, bali tunapaswa kuwanyenyekea ili kuweza kupata elimu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema tena katika hadithi yake, yaqtanimu khamsa qabla al-khams wa shababika qabla al-haram. Tumia vizuri mambo matano kabla ya matano, ujana wako kabla ya uzee wako. Enyi wanafunzi, inabidi tutumie ujana wetu katika kutafuta elimu na kujifundisha maadili, sio kutumia ujana wetu katika maovu na uadui na uasi mwingine. Na pia kumbukeni, elimu bila adabu haina baraka, na adabu bila elimu haitoshi. Mfano, kuna kisa fulani, ilikuwa na kituo kinachofundisha elimu ya adabu. Basi kulitokea mwanafunzi mmoja akaenda katika chuo hicho kwenda kujifundisha. Yeye alipata tu elimu, hakupata adabu. Baada ya kutoka hapo, akakuta sehemu watu wanaswali huku wamejifunga kiunoni mwao mizoga ya panya. Kwa kuwa yule mwanafunzi alipata elimu ila adabu hakuipata, alifika pale na kuanza kuwafokea wale. Walimkasirikia na kumpiga mpaka kifo chake. Na mwanafunzi mwingine aliyefuata alikuwa vyote elimu na adabu. Alipofika pale katika hicho kijiji, akakuta watu hao wanaabudu huko wamejifunga mizoga ya panya. Yeye alifika na yeye alijifunga mizoga hiyo na kuswali. Baada ya hapo alikaa nao chini na kuwaeleza kuwa hii hapa haifai, mizoga ni najisi, hairuhusiwi
kuswali ukiwa na najisi na wakamuelewa vizuri. Na tufundisha kuwa inabidi tuwe na adabu na elimu vyote ili viweze kutusaidia. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih muallimin wa tuladin waj'al hadha al-makana makanan 'ilm wal adab wal iman wa ta'a. ربنا انفعنا بما علمتنا وبعلمنا الذي ينفعنا وبفقهنا وفقيه اهلنا وقربات لنا في ديننا واهل الدين.